Ni mimi msimuliwaji wako Mr. JK. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili kupata story kali na za kusisimua kama hizi. Kilinge cha Kafara Part 3. Usiku wa hukumu. Kuta za pango zilianza kupasuka. Mawe yalianguka kutoka juu huku moto wa mishumaa ukigeuka rangi ya bluu. Josh alimtazama Mariam akiwa ameshika kisu mbele yake. Machoni pake hakukuwa na ubinadamu tena. Kulikuwa na giza tupu. Mzee Kafunyu akapiga magoti mbele ya kilinge na kuanza kuimba maneno ya ajabu. Gong! Kilinge kikalia tena. Safari hii sauti ilisikika ndani kabisa ya vichwa vyao. Dam, dam, dam. Josh akafunga macho na kuanza kusali kwa nguvu zaidi. Ghafla upepo mkali ukapita pangoni. Biblia yake ikafunguka yenyewe katika ukurasa mmoja ulioandikwa, mwanga huangaza gizani, wala giza halikuushinda. Nuru kali ikamulika pango lote. Mariam akaangusha kisu na kuanza kulia, lakini mzee Kafunyu akanguruma kwa hasira. Ukivunja agano hili, roho za mlima zitakuua. Josh akamjibu kwa sauti ya ukali, hakuna nguvu ya giza iliyo kubwa kuliko Mungu. Ghafla, kivuli kikubwa cheusi kikaanza kutoka ndani ya kilinge. Kilikuwa na macho mekundu na pembe ndefu kama mnyama wa kuzimu. Watu waliokuwa wamekufa zamani wakaanza kuonekana ukutani wakilia kwa maumivu, na sauti moja ikasema, tuacheni huru. Josh akagundua ukweli. Kilinge kile hakikuwa tu chombo cha kafara, kilikuwa gereza la roho. Kabla ya mwisho wa simulizi, kwa wanawake wote wanaopenda muonekano wa kisasa na viatu vya fashion kali, karibu sana kwa Mabagara Shoes. Tunapatikana na open shoes za kisasa, viatu vya manyoya, rangi za chui na pundamilia, designs zenye mvuto mkubwa. Mawasiliano: WhatsApp 0656998954, simu ya kawaida 0674687509, email pauljohnmabagara@gmail.com. Free delivery popote ulipo. Karibuni sana. Mwisho wa part 3. Josh akaweka mkono juu ya kilinge huku akisali, lakini ghafla mkono wa kivuli kile ukamtoka ndani ya kilinge na kumkamata shingoni. Mariam akapiga kelele. Mzee Kafunyu akaanza kucheka kama mwenda wazimu. Sasa umekwisha. Lakini hapo hapo sauti ya radi ikapiga juu ya mlima. Mwanga mkubwa ukashuka kutoka angani na kilinge kikapasuka vipande viwili. Kivuli kile kikaanza kupiga kelele za kutisha huku kikivutwa kurudi gizani. Mzee Kafunyu akajaribu kukimbia, lakini ardhi ikapasuka chini yake. Akaanguka ndani ya giza huku